Karibu tena kwa sana kwa mtandao wetu wa Kisii FM Digital pale upande wa YouTube, na kuomba sana ukaingia pale weza kupiga like pale, follow, share na pia kuhakikisha kwamba mambo iko safi. Pia upande ule wa Facebook unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia mtandao wangu wa Facebook, najulikana kama Jacob O Ongeri, ili kwa njia moja nyingine tuweze elimishana kwa njia iliyo nzuri kabisa. Kwa hivyo nakuomba pia pale Facebook piga ka like na share, mambo ikiwa safi kabisa. Siku ya leo ni mimi kama kawaida mtangazaji wako Jacob O Ongeri. Tuko na mwenzangu hapa kwa mara ya kwanza, jijulishe na msalimie mtazamaji pale. Hata kama ulipigwa usitie shaka. Kupigwa ni hali ya maisha bado. Nani alipigwa? Anajijua? Ndio mimi kwa majina naitwa Ender Gungera. Ukipata nafasi wewe niite mchezaji nambari 10 mgongoni, kiungo mshambuliaji. Itakuwa inapendeza sana. Karibu sana tuzungumzie mambo na michezo kwa ujumla. Ndio mechi sasa simeanza. Huyo anasema tulipiwa. Na ngoja weekend. Huyu jamaa kama akwambii timu yake ni Chelsea. Alipigwa. Alipigwa. Lakini mko na shida gani? Kama hatujaanza. Kama Chelsea mko na shida gani? Chelsea hatuna shida. So kupigwa, mnafurahia kupigwa, mko sawa? Sitasema nimefurahia. Kwani hata mtazamaji huko anaona sichafurahia. Kama hamna shida. Kwa hivyo kile kipigo kilikuwa halali. Tumekubali nao tulipiwa, tukatai. Tulipiwa, lakini shida ya Chelsea ni moja tu. Unajua ukitimu hata kama sasa kuna shida tena. Ipo shida. Unasaacha sajili kila mtu. Kwa unataka kucheza dunia mzima bwana, kila ni makosa kusajili. Hapana, chukua wachezaji muhimu. Sasa hivi ukiangalia safu ya ushambuliaji Chelsea si sawa. Ukimchukua mchezaji kama ni safu ya ushambuliaji ni sawa. Sasa unamchukua washambuliaji uko nao kama 6. Wengine unanunua unarudisha kwenye kambi yenyewe, kama akina Sam Morodio ni Chelsea ile sajili ikarudisha. Kuna Nicholas Jackson, kuna Mark Hugh, kuna Armando Broja, kuna Romelu Lukaku, Christopher Nkunku na sasa utaanza na nani, utaacha nani nje? Kocha ana matumaini, anajua kwamba hao watamsaidia. Hata hivyo tutazungumzia mechi za EPL ambazo zilianza chezo siku ya Ijumaa, siku ya Jumamosi, jana na pia leo kuna mechi moja. Nazungumzia Leicester City atakuwa anacheza na Tottenham Hotspur. Lakini kabla tuingie hapo, nataka tuguze pale mashinani. Pale mashinani kuna mechi zinajulikana kama Rigoma Mashinani Tournament. Ile wodi ya Rigoma iko katika county ya Nyamira. Pale siku ya Jumamosi kuna timu ya wazee. Ile ni timu yangu mimi kama mzee. Unajua mimi ni striker. Ni Keroka Legends hiyo. Ilipiga timu inajiita Msafiri mabao 4-0. Alafu vile kuna sikucheza. Sikucheza, nilikuwa kazi. Ningekuwa pale Msafiri mngetoroka. Mngetoroka kutoka kwa uwanja. Ni vile kazi ilikuwa inaitana. Vile Ngara alicheza na Huruma akampiga mabao 4-0. Mochenwa alimpiga timu ya Mobamba mabao 2-0. Rio Manga alimpiga Kenya mabao 4-0. Global Connections alimpiga timu ya Mungoni mabao 4-1. Wakati Westwood alipigwa 1-0 na timu ya Matangi. Vile Riabe alimpiga mwenyeji Rigoma mabao 5-2 na Kegogi akapigwa na Tondori mabao 2-0. Kwa hivyo hii ni ile ligi ya mashinani ambayo inafanya vijana angalau wanakuwa busy wakati wa holiday. Ikumbukwa kwamba shule zimefungwa, vijana wanaweza kuwa busy kwa njia moja au nyingine ili kujiepusha na mambo za madawa za kulevya, wizi, mimba za mapema na kadhalika, kuhakikisha kwamba wako sawa. Na vile tunajua talent inalipa. Nataka tuzungumzie mechi za Nyanza Regional League. Zilifika kikomo siku ya jana. Zilifika mwisho siku ya jana. Ni mechi ambazo zilizua hisia mbalimbali. Ikilinganishwa kwamba kufikia jana timu ya Global Connections alikuwa anatangulia. Timu ya Nyansiongo Township alikuwa nambari 2
baada ya timu ya Jenga Talent Mosora kunyang'anywa points fulani, ikawa Mosora amemalizia nambari ya 3. Na kufikia jana timu ya Mosora alikuwa anahitaji tuseme mabao mangapi haya? 13 minus 5, mabao kama 6 7. 13 minus 5 mabao 8. Mabao 8 ama 9? 13 minus 5. 13 minus 5 ni ngapi? Ni mabao 8. Haya. Mosora alikuwa anahitaji mabao 8 walinganishe na Nyansiongo Township. Lakini Mosora alijua kwamba Nyansiongo Township ataenda kucheza na Sotik T. Kwa hivyo ikawa Mosora alijua lazima afunge mabao zaidi ya 8 ili kurefusha ile gap, goal difference. Alama zilikuwa sawa. Ndio, alama zilikuwa sawa. Sababu angeshinda Mosora, ashinde Nyansiongo Township, alama sawa. Waangalie goal difference. Mosora kafanya safari moja kwa moja kutoka Bubasi. Ndio huyo sasa pale Getembe Primary kucheza na Kisii Industrial. Mosora aliwachilia mabao 1, 2, 3, 4 mpaka mabao 13. Ikawa sasa ile goal difference imepanda mpaka 15. In fact ilizidi mpaka 5. Ikawa sasa kama atafunga mabao Nyansiongo Township itamlazimu afunge mabao 6. Ndio afike kileleni. Yes. Sasa wakafanya safari nao Nyansiongo kuelekea Monire kucheza na Sotik T. Sotik T nikasikia kukawa na prukusheni pale 1-2, mvutano pale, mechi kuchezwa. Ikawa sasa ni kama Sotik T ameabandon. Ameachilia, amesema achezi. Sasa akapewa mabao 2 na pointi 3. Ikawa sasa amerejea pale juu timu ya Mosora akamalizia kama nambari ya 2. Global Connections naye naarifiwa ya kwamba alishinda 3-1 alipocheza na Borabu Sundowns. Kwa hivyo kufikia hivi sasa nikiangalia jedwali hii jedwali ya Nyanza Regional League, Global Connections ametangulia point 62, Jenga Talanta Mosora nambari ya 2 point 61, Nyansiongo Township alimalizia nambari ya 3 na vile vile Mayaka FC namba 4, namba 5 Sotik T, namba 6 Magenche FC, namba 7 Kisii Industrial, 8 Kineni FC, nambari 9 Kenyamware, 10 Geturi, 11 Geteni, 12 Nyamira United, 13 Getari, 14 Borabu Sundowns, 15 Gachubo Stars na aliyefunga pale kifuli ni Bugiakumu Stars. Kwa hivyo sasa timu ya Global Connections na Jenga Talanta Mosora wamequalify directly kwenda daraja ya 2 Division 2 Central Zone. Wameingia pale, wamejikatia tiketi. Itamlazimu sasa Global Connections hata kama amequalify watakutana playoffs pale ya Wendo kuona ni nani atakuwa mshindi overall, because kuna pools zingine katika eneo hili la Nyanza Kusini. Sijui maoni yako ni yapi ukizungumzia hii Nyanza Regional League na vile imefika kikomo siku ya jana? Nyanza Regional League ni mechi ambazo zina mfuto sana kuanzia hapo. Kwanza nikianzia hapo ni timu ambazo huwa zinajituma sana. Ndio. Chapo miezi kama 2 mitatu, miezi kama 1 hapo imepita. Nilishuhudia kesi zilikuwa mingi hapa na pale, lakini nina imani kwamba wale wasimamizi na kamati yote ambayo inasimamia Nyanza Regional League walikaa chini, maana kulikuwa na ule msoso wa alama, kina Mosoro akisema sijui timu ichecheza lakini yote yalikuja akasuruhisha, na nasema kwamba kila timu imejipigania kuhakikisha kwamba inakaa mahali pazuri. Sasa nasema Global Connection na Jenga Mosora, aswa nikizungumzia timu ya Jenga Mosora, Talanta ni timu ambayo nimekuwa nikishuhudia mechi zao sana, wanajituma sana wale vijana, na nina imani kwamba wakiingia Division 2 watakuwa kinachituma zaidi, hata msimu ujao tena huenda wakaingia kwenye Division 1 Zone B. Alright, asante sana mpenzi mtazamaji. Upande nilikwambia matangazo haya, na pia utaendelea kutufuata kupitia mitandao yetu ya kijamii pale YouTube. Tupate kutokana na channel yetu ya Kisii FM Digital, tutakuwa tunapata safi kabisa. Piga subscription yako, piga like pale, share
rusha ka comment pale tukisonga, na vile vile kwa Facebook utanipata kupitia mtandao wa Jacob Ongeri. Piga ka like pale, piga ka follow, share, mambo itakuwa safi kabisa. Upande wa kijamii naona, kwa upande wa Facebook naona Andrew Kennedy anasema yuko ndani. Prince Sam anasema pia yeye yuko ndani, anatupata live and clear. Vile vile kuna jamaa hapa anaitwa nani huyu? Kuna jamaa wanafuatilia matangazo haya moja kwa moja, na vile vile Ngongera, najua kwamba pia utakuwa unaachilia upande wako mwingine, nani ambaye anafuatilia matangazo haya, ili kwa minajili ya mpenzi mtazamaji tunampea shout out, mambo inakuwa safi kabisa. Goose Spokesman anasema pamoja, focus more on the mighty Manchester United, the Premier League is at home. Tutakuwa tunaangalia hiyo pia. Sasa nataka moja kwa moja tuangalie mechi za shule za sekondari. Mechi za shule za sekondari, mpenzi mtazamaji, hivi sasa tunavyoongea zinaendelea katika nchi ya Uganda, pale mji wa Mbale, college ya Mus, ambapo mechi hizo za Eastern Central Africa zinaendelea pale, ambapo mabingwa wa kila nchi wanakutana pale sasa kupata bingwa wa Eastern Central Africa. Kuna mechi kadhaa zimechezwa, sijui kama uko na taarifa yoyote ama niendelee kumpasha mpenzi mtazamaji hapa. Nimeona St Mary's Kitende ndio wameipiga timu ya Highway mapo mawili kwa mtungi, mechi imekamilika kabisa. Highway ni kutoka nchi ya Kenya, St Mary's Kitende ambayo Highway pia ndo mabingwa watetezi wa Kenya. Yes. Wamepigwa 2 mtungi, na mabao ya St Mary's Kitende yamefungwa kunako dakika 13 na dakika 73. Dennis Kisiriko akifunga bao la kwanza na Agoka Santos akimpa mwana Kitende mabao mawili. Lakini hiyo tu ni nilikuwa nafuatilia Butere Girls, walikuwa wamempiga, walikuwa wanacheza na nani? Butere Girls walimpiga Amas College kutoka Uganda mabao mawili mtungi. Butere Girls ni watoto ambao wanajituma sana. Wamefanya kazi safi kuwakilisha nchi ya Kenya, kuhakikisha kwamba upande wa kina dada tumeanza vyema kwenye mashindano. Alright, asante sana mpenzi mtazamaji, tunavyoendelea vizuri hivi kabisa. Tutakuwa tunamalizia na kuangazia mechi za EPL ambazo tulivyokuarifu zilianza siku ya Ijumaa. Kwenye comment section yetu, wewe unaona nani ataweza shinda kombe hili la EPL? Takuwa unarusha comment yako hapo, tutakuwa tunaisoma. Nani atakuwa anashinda kombe la EPL msimu wa mwaka wa 2024 hadi mwaka wa 2025? Nani unaona atakuwa anashinda? Ni Manchester United? Anaongea Manchester ukicheka. Ama ni Chelsea? Hata hakuna haja kucheka. Wacha niwaachie hapo. Wewe sema tu nani? Hata ama ni Ipswich Town. Ama ni Leicester City. Kuna mechi ambazo zimeweza kuchezwa tangia asubuhi. Nazungumzia mechi ya volleyball. Timu ya Kwantanze ambao ni mabingwa watetezi hapa Kenya, kwa upande wa wanadada waliwapiga St Alois seti 3 mtungi. Nikizungumzia Moi Girls handball, yes. Waliwapiga Siniak ya Kenya. Bado Moi Girls ni Kenya, Siniak ni ya Kenya, magoli 31 kwa 24. Vile vile kwa upande wa handball ya wavulana Kimilili, in fact Kimilili ndiye alimpiga Siniak mabao 31 kwa 24. Alafu Moi Girls alipigwa na Kibali ya Uganda mabao 22 kwa 17. Amus College hivi sasa tunavyoendelea kuongea wanaendelea kucheza na timu ya Msingu, mechi ambayo inatazamiwa na kupewa hype hali ya juu sana, ikilinganishwa kwamba Amus College wako nyumbani. Msingu pia ni vijana ambao tunajua kwamba ukiangalia body size mili yao iko sawa, kwa hivyo upande wa kimwili wataweza pingana na wale wa Amus College. Sasa hapa akili na talent ndio tukua inaipa timu nyingine ushindi. Nyakachu waliweza cheza na St Joseph's Girls wakatoka sare ya kutofungana. Na vile umesema ni ukweli, timu ya Butere mabingwa tezi nchini Kenya kwa upande ya soka ya wanadada
waliweza kuwacharaza timu ya Amus College mabao 2-0. Kuna mechi zingine ambazo mpenzi mtazamaji zitakuwa zinachezwa siku ya leo. Tutakuwa tunaangazia tukuarifu kama rugby ya wachezaji 7 kila upande. Mbale Rugby Union Grounds, mechi hizo zitakuwa zinachezwa pale. Viga kutoka Kenya atakuwa anacheza na Kisii High. Kisii ni wanafunzi wetu na vijana wetu kutoka hapa nyumbani kaunti ya Kisii. Kira kutoka Uganda itakuwa inatesa na kucheza na Gitisi kutoka Rwanda. Jinja kutoka Uganda atakuwa anacheza na Nkoma kutoka Uganda. St Joseph's Kenya watakuwa wanacheza na Nyagichenje kutoka Kenya upande wa wanadada. Vile vile Bwake Kenya atakuwa anacheza na Gitisi kutoka Rwanda. Vile vile Jinja Uganda cheza na Lomdon Uganda. St Mary's Yala kutoka Kenya atakuwa anacheza na Dr. Obote kutoka Uganda. Alafu pale PMM ya Uganda itakuwa inacheza na St Teresa's ya Kenya. Kuna ile Kijibwem ya Uganda itakuwa anacheza na Kinale ya Kenya. Viga ya Kenya wacheze na Bwake ya Kenya. Kisii wacheze na Kira ya Uganda. Ni baadhi ya mechi ambazo mpenzi mtazamaji zitakuwa zinachezwa siku ya leo. Tutakuwa tunakujuza na kukuarifu vile mechi hizi zinaendelea kuchezwa. Sasa nataka pia tuangazie KPL, FKPL, ligi ya Kenya. Itakuwa inaanza siku ya Jumamosi. Kuna mivutano ya hapa na pale. Kuna wale ambao wanaona kwamba ligi hii haifai kuanza sababu viongozi wa Kenya ambao wanasimamia ligi hii ya Kenya hawafai kuwa uongozini. Kuna vitu inaonekana wafanyi kweli. Ndio maana kuna kesi nyingi pale kotini. Kabla ligi hii ijaanza, unaona itaanza ama haitaanza? Maana ratiba imeshatoka na nina imani kwamba timu zote zimejipanga vyema. Inakuwa wacha sisi hata sisi Kenya tuwe na ule mtindo kama ligi zingine zimeanza. Unaona ligi ya Premier imeanza, ligi ya Ujerumani inaanza wiki ijayo. Sasa na sisi wacha ile ligi yetu ya Kenya FKF Premier League iambatana nianze na ule muda ambao umefaa, maana timu wachezaji wamepumzika muda wa kutosha, mechi za kila wiki wamecheza, usajili timu zimefanya, wamejipanga. Kwa maoni yangu, kwa upande wangu ningesema kwamba ikiwa ratiba ishatoka, badala ya kuanza kusimamisha hii mechi tena muanze kupanga upya itianze kuchezwa wa msongesha mbele, inafaa tu timu sianze ratiba imeshatoka ndani na kamati ile inasimamia ligi tena uangalie kundani mahali ambapo kama ni uchaguzi wanafanya wapange mechi zikiwa zinaendelea. Maana kamati kama itafanya uchaguzi sikatai, lakini mbona msimamishe mechi sasa? Kamati ile imesimamia kama ni FKF Premier League imesimamia kwa sasa, siendelee katika ile harakati, mechi zinaendelea, mtafuta hata kama ni weekend moja msimamishe hiyo mechi. Kama ni uchaguzi ufanyike, hiyo si kitu itachukua muda sana. Na mechi zikuwe zikiendelea na sisi tukui na progress na ligi zingine. Alright, asante sana. Kuna jamaa mimi nampenda hapa sana na muita senior former referee anaitwa Awilo Wilfred Marori. Anazungumzia regional katika mtandao wa kijamii hapa. Anasema pamoja, but regional league management is a total scam. The NEC member and Nyamira secretary dictating things. Kidogo mbona inanitoka hapa, nataka kuisoma vizuri kabisa. Alafu pia Awilo nitakutafuta kwa njia ya simu hapa uweze tuarifu mbona hii ligi ya Kenya kuna kesi nyingi sana kotini. Najua wewe ni mmoja wa wale ambao mnawasukuma viongozi hawa, mnawasukuma sana kuhakikisha kwamba haki inatendeka. Sababu Awilo anasema ya kwamba kulingana naye maoni yake, anasema Kenya Premier League haiongozi vile inafaa. Kwa hivyo nitamtafuta tena tuzungumzie hili swala, nitampigia simu tupate maoni yake kwa njia ya simu. Lakini nataka hapa nisome ujumbe wake. Anazungumzia regional league. Anasema pamoja, but regional league management is a total scam. The NEC member and Nyamira secretary dictating things without the concept of the leagues and competition committee chair and other committee members, taking in consideration that the NEC has no position on it. Very unprofessional. Haya, kamalizana na hiyo. Akakuja kwa mambo ya shule za sekondari ambazo zinaendelea pale Mbale Uganda. Anasema secondary Kesa games still are very run unprofessionally. This shows how Kenyan football is rotten
and we have to fix it soon. I'll visit you Ekuchi like your job. Before you visit us kiongozi, sijui kama bado unaendelea kufuatilia, naomba nitakutafuta tuweze zungumzia EKPL. In fact wacha nikupigie simu tu, nimpigie simu nijaribu kumpata hapa. Eric Osoro anasema kurwa Keumburi Taro yuko ndani. Hebu ukiendelea kusoma hiyo fixture ya KPL ambayo inafaa kuanza, FKPL ambayo inafaa kuanza siku ya Jumamosi, wacha niangalie kama naweza mpata Wilfred Marori. Hebu tupatie hiyo fixture ya timu ambazo zitakuwa zinacheza siku ya Jumamosi. Nikiendelea kupitia hapa ni kuangalia ile fixture ya FKF Premier League. Msimu huu Tusker watacheza na Sofapaka mechi ya kwanza kule Kenyatta Stadium. Wanabingi wale KCB watachuana na Kariobangi Sharks. Mathare United watawatafuta ama watapigana na Wafalme wa Mawindo ndio FC Leopards uwanja ule wa Dandola. Askari wa Kenya Police watawakaribisha nyumbani Police Sacco kule wana Nairobi City Stars. Posta Rangers wacheze na Thedokas na Sungumzia Pandali uwanja ule ni wa Kenyatta. Siku ya Jumapili Ulinzi Stars watacheza na Mrangasir, FC Talanta wakicheza na Gor Mahia ndani ya Kenyatta Stadium. Bidco United watacheza na watoto wake Samomolo Pamso na Sungumzia Sabana Torebobe, kisha Marasuga watamalizia kupiga na Kakamega Homeboys kule Awendo Green Stadium. Alright, asante sana. Sijui kama nitampata, lakini wacha nijaribu kumtafuta Awilo atuambie mbona hii ligi ya Kenya inasuasua, mbona kila wakati kotini mbona hivi, lakini acha nijaribu kumtafuta hapa. Jaribu kumtafuta naona kama tutampata hapa huyu jamaa. Kwa ligi ya Kenya naielewa sana. Uji. Kiongozi, uko aje? Niko salama kabisa. Yes. Pole sana kwa kuambush. No problem. Lakini najua unafuatilia matangazo haya. Lazima nifuatilie. Sasa sababu kuna yule ambaye kidogo hakujui kwa jina, unaweza muarifu jina lako, kazi yako na uko wapi saa hizi? So kwa majina naitwa Wilfred Marori. Ama inafahamika sana kama Awilo. Ndio. Mimi ni former referee, nao ni katibu wa Nairobi County Football Association. Kabisa. So sasa ni kiongozi wa mpira nchi yetu ya Kenya, na nimezaliwa hapo Kisii, nyumbani ni Rigoma. Ndio. Nyamira County. Ndio. Yes. Asante sana kiongozi. Sasa nataka tuzungumzie hizi mechi za shule za sekondari. Naona umetoa ujumbe wako hapa, lakini kidogo ukiangalia unaona kwamba mechi hizi ni kama uandalizi pale Uganda, ni kama Uganda haikuwa imejipanga, sababu nikiangalia mechi ya handball, yes, nilionelea zile goalpost ni za miti. Sijawahi iona hata county wakiandaa na goalpost za miti. Iweje mbale Uganda goalpost za miti? Hii kitu imekuwa na siasa. In short ni siasa upigwa. Because tuangalie hata hizi game miaka yote inaandaliwa wapi? Kama si Uganda itaenda Rwanda. Hatujaona for the previous, hata angalia hiyo history ya miaka ya nyuma. Ndio. In hizo country mbili. It means viongozi wa Kenya Schools Secondary Association wamelala because they are not fighting hizo sports kuje kwa nchi yetu ya Kenya. Then number 2, kulingana na sheria ya handball sijui, lakini sheria ya FIFA ikubali kuchezea post zenye ni satimba samuti za miti. It is not allowed. And the professional, I know even handball iwezi allow because tuseme yule player ama goalkeeper akiruka agonge hii muti automatically itamuumiza. Ni kweli. Itamuumiza. So it is unprofessional. Then 3, I really I'm very much concerned about vile wanalani mpira na venye wanafanya cases. Even the vetting itself. Yes. Ukiangalia wale players wako from Uganda. Ndio. Ukiangalia wengine ni hata utapata they are even over 25. Ni wazee, ni kweli, ni wazee, ni mibaba, ni watu wenye miraba minne. Tunajua miaka yote wamekuwa wakitetea wakisema Uganda kuna form 5 and form 6. Then it means mtu wako form 5 anafaa kuwa 19 years, then form 6 20 years maximum.
setting yenye inafanywa, so sisi it is like now si kunacha talent. Sisi tunapeleka the quality team yenye ana meet standard na ile miaka, because games za shule it's also about miaka, si just kupeleka. Lakini tunaenda kucheza na wazee, so it means hata hatupotezi. Mimi na hiyo mama zote narudishia viongozi wa mpira ya Kenya Secondary Schools Association, because wao ndio hawacha weka mikakati ya kutosha ya kuhakikisha ya kwamba zile sheria zao zinafuatwa. Okay, anything dealing with football lazima ifuate mpaka ya FIFA pia. Alright, kiongozi, kumalizia tukisema ya kwamba viongozi wa Kenya, ama tukisema ya kwamba wale wachezaji kutoka nchi ya Uganda maybe kidogo wao ni mpaka form 6, ndio maana kidogo wanafanya vizuri. Sasa tuzungumzie mechi ambayo imeisha muda mchache ambao umepita. Butere Girls wameweza kuwapiga Amus College mabao 2-0. Iweje basi kama ni mambo na umri, iweje sasa Amus College hapa amepigwa? Sasa unajua sometimes sasa hata hapo ni advantage kwa wasichana, because msichana akiwa mdogo ako na nguvu kuliko mwenye amekomaa. Unaelewa? Au energetic na wanakimbia haraka. Mwenye anakomaa anakuwa very slow. Na anakuwa mzito kidogo. That's very advantage for us now sasa sisi kama Kenya. Alright. Okay. Kuna kitu umetaja hapo ya EPL nataka tukuje kwa FKPL ambayo inafaa kuanza siku ya Jumamosi. Lakini naona hata kama inaanza kuna mvutano hapa na pale, hatuelewi sasa mechi hii itachezwa haitachezwa. Ni nini inaendelea na mbona iwe hivi kiongozi? Mbona kila wakati ni siasa? Ni lini Kenya itaachana mambo ya siasa, mpira uchezwe? Siasa itajanwa, nianzie hapo ndio tuseme. Siasa itajanwa wakati FKF itafuata sheria ya Kenya. FKF imekataa kufuata sheria ya Kenya. Angalia now we are in a crisis ya election. Ndio. FKF ilikuwa inafaa kuita election kutoka last year. Wakashindwa hawakuita. Saa hii tukisema mpira ianze weekend ni uongo ya mchana, because hiyo itakuwa friendlies. Kwa nini niseme hivyo? Kwa nini? Next month September 17th hatakuwa na branch officials kwa ofisi. Na constitution ya FKF inasema branch officials ndio supreme body ya kulani FKF. Na nani atarani hiyo mpira kama hakuna leagues and competition? Because penye tunaongea hivi chairman wa Kisii mwenye anaitwa Cesare Mpegeta, member wa leagues and competition ya national body. Wakitoka waende nyumbani, hakuna leagues and competition yenye tarani league. Ambayo ndio wamesema itakuwa ina run league ya hii season ya 2024-2025. Season miaka yote hiyo ndio ina run league zote. So wakitoka kwa ofisi nani ana run? Itakuwa ngumu. Msitachezo sitabaki kuwa friendlies. Nani atakuwa anasimamia sasa sababu hawiko kwa ofisi? Hakutakuwa na mtu anasimamia. It is an automatic thing ya kwamba ikigonga 18th of September. Hakuna ofisi inaitwa FKF kwa ofisi. So it means hakuna mtu ataran mpira. Na najua sasa watakuja with an argument ya kwamba secretariat itatoka. Secretariat hawana nguvu, wao kazi yao ni kutengeneza fixture. Na mata ikiarise because kuna cases ina arise. Ndio. Nani anadili nazo? So kuuliza kwangu, mbona tumefikia hii yote? Mbona uchaguzi hujafanyika ama haukufanyika kwa wakati unaofaa? FKF hawataki kufuata sheria zile zimewekwa na nchi yetu ya Sports Act na Kenyan Constitution 2010 ambazo zinasemaje? Sababu hata FIFA sheria inasema wangecomply na Sports Act wakakataa. FIFA yenyewe, FIFA statutes inasema unafanya election after 4 years. Hata even without kuenda maneno ya Sports Act. Ndio. Because hata tutumie FKF constitution yao. Na najua mnaweza kuwa mko nayo. Ukisoma article 37 E na F. Yes. Inasema term limit ya kiongozi ukichaguliwa unakaa kwa ofisi ni miaka 4. Kama branches walichaguliwa tarehe 17 September. Ndio. 2020, ikifika tarehe 17 September 2024 hawako kwa ofisi. Hiyo ni automatic. Yes. Then hiyo nayo hawezi ruka, lazima watatoka kwa ofisi na wamekataa kuita election. Then it means wao wanataka wa create crisis kwa mpira ya Kenya. Ndio sasa FIFA sasa ianze kuangilia, iseme mmeshindwa kufanya kura, tupaniwe. Na reason of this ni politics ya kwamba wao wanaona
wengi wao wameenda second term na sheria ya Kenya ikubali uende for the third term. Yes. Wanaona wanaenda nyumbani hawezi fae, then wanaangalia tena hapa AFCON inakuja, kuna goodies zinakuja na AFCON. Ndio. Kuna pesa inatoka. In fact tuko na CHAN next year, kwanza hiyo ndio iko very close mwezi wa 4. Na kuna pesa inatoka FIFA na Sekafa na CAF inafaa kukuja kwa FKF, wanaona hatutakula hii pesa. So wanaona let's create a crisis, hata kama Kenya tutapaniwa tukose, tukikosa tukose sisi wote. Ile ya kusema tukuva direct kuva na apilia na kila mtu. Alright. Sasa swali langu ni hili. Yes. Hii sheria ambayo hawajafuata. Yes. Haya malumbano, huu mvutano utatufikisha wapi? What next for Kenyan football? What next is after 17th, because now hata hii mkutano wameita ya special general meeting. Ndio. On Saturday yenye sijui kama itafanyika, sababu niko very sure tutapata another court order Friday ikisimamisha hiyo. Hiyo niko sure. Then hata kama pasi itaendelea, let's be factual now. Want to give you a proper picture. Yes. Wanahitaji wakipitisha, wanahitaji another 6 months ndio, because hii electoral board sheria inasema amwezi fanya kura kama mchakuwa kwa office for 6 months. Ndio. Then it means the earliest wanasaita kura ni tarehe 24 February 2025. Yes. Na tayari watakuwa wamepitisha masiku yao ya kukaa kwa ofisi. Tayari hiyo peke yake ni crisis yenyewe. FIFA na serikali itawakubalia. Ndio. Then number 2, ile mkutano ya kufanya kura ya mwisho inaitwa Advance General Meeting. Na hawa branch officials wakitoka ofisi by next month 17th, hawatakuwa kwa ofisi, wakuwe kwa general meeting. Then it means hiyo kura itakuwa null and void, haitakuwa. So then the only option tuko nao ni mbili. Honorable Kipchumba Murkomen CS akuja atengeneze committee. Ile inaitwa committee, itaitwa caretaker, itaitwa interim committee. Yes. Interim hivyo. Ama alternative Kipchumba aongee na FIFA wakuja watengeneze normalization committee. Hiyo tu ndio njia. Kama hatutaenda hiyo njia, tena tunangoja FIFA ikuje tupani. Hakuna kitu kingine itakuwa imepaki. Alright. That is the only way ya kutoka kwa hiyo shida. Okay. So malumbano bado iko, shida bado iko. Ni ile tu sasa waziri wa michezo aingilie kati. Aite FIFA watengeneze normalization committee, tutoke kwa shida. Na hata ukiangalia ndugu zangu mko hapo studio, ona uwanja senye wamepitisha. Kambuto yoyo imetoka carpet hata iko. Ni kweli. Umeweka Eldoret showground. Ile ni stadium. Hakuna uwanja pale. Niliwahi kuwa pale mwaka uliopita, hakuna uwanja pale. Hakuna umeweka Chemiriri, sijui uwanja ya Chemiriri yenye kufanga kitambo. In fact, do you know hata uwanja ya Muhoroni ifai kucheza Premier League. And you know the reason behind wanaweka hizi mauwanja ni ile washakufa wao, walikosi uliona hii EACC kutoa report kwa DBB ya kwamba Kaperia pamoja na Niki Mwendo ndio walikula pesa ya kutengeneza mauwanja. So uwanja zikafungwa zitengenezwe na hawana option. Nyayo, Kasarani zimefungwa. Na hizo uwanja zingine walijaribu kutafuta za kina ya Cheshi, ya Rangata, hawezi pata. So sasa wanaanza kufungua uwanja zenye players wetu wataenda kuumia pale. You know, uwezi nunua play expensive, for example timu like Shapana FC, timu za community, Gor Mahia. Wananchi wanachanga pesa, then umpeleke kwa uwanja yenye anaenda kuumia, anaenda kupata injury, you know. Itakuwa very expensive for us. Then let's wait tuangalie. Unajua kama ni mtu anapenda football, hata sisi stakeholders now we need to stand tuseme hatuwezi risk players wetu waende kuchezea mahali kama hapo. Number 2, wacha watuambie end game ya hii league unatupea. Tutacheza friendly kutoka Saturday mpaka tarehe 17. Then kutoka hapo tena ligi ishe. Na timu zitakuwa zimetumika pesa nyingi sana, resources zitakuwa zimetumika. Exactly. Alafu ikuwe null and void. Wanasign players, na unajua hata hiyo ligi ikisimama contract inasema utaendelea kumulipa. Utamulipa kama hakuna game unacheza. Ni kweli. That is another expense. Hiyo ndio vitu tunataka. Na mimi napenda that's what nilikucongratulate, because now unaleta hii kitu kwa right, wacha wananchi wajue what is going on. Ndio. Na wale wenye wako kwa ground, wacha tuulize hii maswali. Hata hii story ya Nyanza Region unauliza. Tulikuwa tunaona mpaka mtu mmoja anakaa mahali yake anapeana decision. Chairman wa Rigs and Competition ni hajui. Timu inanyanyaswa haki yake. So inaonyesha vile mpira yetu imeoza, inaendelea kudidimia. Na mwisho nikimalizia, kiongozi, mimi nawaomba sana hawa watu football stakeholders at the ground. Ndio.
kura inakuja, na hii kura the first thing ni ya kwamba tusiangalie pesa, tusikule, tuache kupiga kura kabisa. Sasa tuchague delegates wale wenye wanastahili. Number 2 very important. Kuna ukarabati inafanywa kwa list ile ya delegates. Kura inatakikana club official wakae wa nominate nani anaenda kupiga kura kwa niaba ya hiyo club. Ndio. Tena sasa sisi tukichagua tusingoze watu wakuje kutoka Nairobi wakuje kuomba kura hapo Gusii ama mahali kwingine. Tuchague wale viongozi wenye wako mashinani, mtu anachua shida yenu yenye mnapitia. Kabisa. Huyu mtu akiingia pale ataenda kununuliwa ni 1,100, 1,050, 1,200. Alright kiongozi. Na hivyo ndio tutabadilisha mpira yetu. Asante kiongozi Awilo Wilfred, nimeshukuru sana. Najua wewe ni kati ya wawekezaji ambao wanapenda mambo ya michezo sana. Siku yote utafika Kisii utuarifu ya kwamba tukupe invite kwa studio zetu tuweze kuangazia haya maneno kwa njia ya ndani kabisa. Nashukuru sana. Asante kiongozi. Mpenzi mtazamaji, huyu amekuwa former referee na pia mmoja kati ya jamaa ambao wanaelewa ndimu humu nchini Kenya. Gongera, umemsikiza Awilo sana. Ni lipi umetoa kutoka kwake? Kusema kweli ameongea sana hapo, especially mahali pa kupiga kura. Kuna msimu ambao tuliona ligi ilichezwa Kenya, tunachua ligi imechezwa mpaka ikaisha. Alafu huo msimu ukatupiliwa mbali, ukasema kwamba au kumesimamiwa. Na naona ikiwa basi uchaguzi utafanyika mapema na wakianza kucheza mechi hizi za FKF Premier League ambavyo nimemsikia Kundana amesema itakuwa ni kama friendlies, itafika date ambazo zinafaa kupigwa kura. Hii mechi ambayo imechezwa kuanzia hapa hadi hizo tarehe ambazo kura zinafaa kupigwa, uchaguzi unafaa kufanyika, pesa timu zitakuwa zimeinvest sana. Unajua kila mechi unapiga ligi kishaanza, kila timu imeanza kujipanga upya ikitaka kupigania kikombe, kuchukua lile taji, na utapata kwamba timu zimetumia pesa mingi, na ikiwa pasi hiyo ligi itafika katikati ama msimu uishe na itupiliwe mbali, itakuwa ni hasara kubwa sana kwa vilabu mbalimbali. Hivyo wasimamizi wa soka hapa nchini walifaa kujiandaa mapema mambo na kupiga kura. Nimesikia akisema hapo mtu anafaa kukaa kwenye kile kiti kwenye uchaguzi ama kwenye ile kiti uongozini kwa miaka 4 ni sawa, lakini hapa Kenya mtu anataka kuko hata miaka 6, 7 na hata sheria isemi hivyo. Alright. Asante sana kufuatilia pale kwenye mitandao. Eric Osoro anasema kuna Kiumbu Itaro iko ndani. Dolphin Mogaka anasema Gianjore Nyamatoki niko tuned. Alafu Sagwe Castro Jr anasema kutoka Sundaka yuko ndani. Gibson Nyawaya, huyu ni mwalimu na pia msimamizi wa Masaba North Sub County katika mechi hizi za shule za sekondari, anasema from Nyabiosi niko ndani. But in the current ongoing FESA in Uganda, age for Ugandans is a scam. Those people start going for birth certificates when they are already 10 years. So their real age is more, and this is why you find no Uganda playing in big leagues. Age is Spain, England, Italy. Najua kuna ukweli hapa. Ameongea ukweli. Umeiona mu Uganda wapi? Akicheza hata championship wapi? Akicheza hata Italy, hata division 1 ya EPL. Ndio hii. Hapa mwalimu ni kama kuna ukweli fulani umeongea. Alafu anasema for the FKPL set to kick on this Saturday, we have a long way to go. The route in FKF can't be solved by an individual, especially the CS Kipchumba Murkomen. May God intervene. Our talents are being wasted. Yaani huko Kenya nayo mtu mmoja hawezi suluhisha. Inakaa noma. William Maranga, huyu anajua ni ndugu yangu, anafuatilia toka pande za diaspora Qatar, anasema yuko ndani. Nataka sasa tuangazie mechi za EPL. Mechi za EPL mpenzi mtazamaji, vile tulikuarifu zilianza siku ya Jumaa, zikachezwa Jumamosi, Jumapili na leo pia zinachezwa. Kwa FKPL wacha tuachane nayo. Sisi tunavyojua kwamba mechi inaanza siku ya Jumamosi, wacha tuone kataenda vipi. Na vile vile nimeona kuna media invite ambao wameitwa kwa press conference, tuone nini kitakuwa kinafanyika pale. Mechi imeanza siku ya Ijumaa mpenzi mtazamaji. Manchester wanavyojiita the mighty Manchester United, the Red Devils, walimpiga Fulham 1-0. Timu ya Ipswich
ikapigwa na Liverpool mabao 2-0. Timu ya Arsenal ikampiga Wolves mabao 2-0. Everton akapigwa na Brighton 3-0. Timu ya Newcastle United akampiga Southampton 1-0. Alafu timu ya Nottingham Forest wakatoka sare ya 1-1 na timu ya Bournemouth. West Ham akapigwa na Aston Villa bao 2-1. Timu ya Brentford akampiga Crystal Palace 2-1 jana. Alafu mechi babu kubwa, mechi iliyochezwa kuanzia mida ya saa 12:30, nazungumzia siku ya jana Jumapili. Timu ya Chelsea alijaribu sana, akajaribu sana ndani ya Stamford Bridge, lakini alipachikwa 2-0. Jambo ambalo limfanya mwenyeji ama mwenye timu Todd Boyle baada ya bao la pili akasema imetosha. Aliamuka akaenda akasema aende kutafuta striker. Ni kweli ama urongo? Ni striker alienda kutafuta ama ni nini? Uliona akitoka. Sijui ama sio alienda kutafuta nini? Unaweza kasirika tu, unaweza boeka tu. Yaani umenunua karibia kila mtu. Anteni matokeo bado angalau Pochettino alijaribu sana. Ndo shida ya Chelsea sijui ni nini. Unajua sometimes timu inahitaji kuwa na mkufunzi ambaye hata kama atafanya vibaya msimu wa kwanza mpe muda, msimu wa pili mpe muda, lakini mambo unabadilisha kama nguo tu. Leo umefalia hii, kesho unafalia hii, kesho kuto yule nini. Sasa hata timu inachanganyikiwa. Ile pace stream, ule mtindo wa timu kucheza. Tuseme Pochettino atakuja na mtindo wake, tuliona Graham Potter alikuwa na mtindo wake, akakuja Thomas Tuchel alikuwa na mtindo wake, nani mwingine Frank Lampard alikuwa na mtindo. Sasa hata mfumo mchezaji anachanganyikiwa. Huja anakuambia nataka, hata mashabiki pia wanachanganyikiwa. Si umeona nimechanganyikiwa. Already nishachanganyikiwa. So Chelsea inafaa hata kama tutamalizia nambari 15 msimu huu, waachane na Enzo Maresca kama wanataka kuperform. Waachane naye. Sasa hii mambo ya kubadilisha mkufunzi kila wakati haileti shangwe, ndio huenda inachangia sana timu ya Chelsea kutofanya vizuri. Hata tukiangalia klabu ya Arsenal, mkufunzi wa klabu ya Arsenal Mikel Arteta, kuna wakati kipindi Arsenal ilikuwa chini sana. Ndio. Akaendelea kurekebisha kila msimu ukiisha anachua nahitaji mchezaji fulani katikati. Naona kuna pengo mahali fulani, nikileta yule mchezaji atakuwa anafanya vyema. Ikiwa ni safu ya ushambuliaji, nikileta yule kijana atakuwa anafanya vizuri sana. Kama ni winga kushoto ama kulia, nikileta huyu mtu atakuwa anafanya vizuri sana. Mlinda lango namuona ndio akina Ramsdale alikuwa mzuri, lakini nahitaji mlinda lango mwenye ambaye footwork kako sawa. Akamleta kijana David Raya. Sasa hivi Arsenal, angalia mpira ikicheza mpira, na sasa mfumo wa coach umeingiana, maana Mikel Arteta amekuwa kwenye ile klabu ya Arsenal zaidi ya miaka 4, zaidi ya misimu 2-3. Sasa wameingiana wao wenyewe kwa wenyewe. Sasa Chelsea leo miezi 2 na Enzo Maresca. Miezi 3 baadaye Lampard anarudi. Kidogo hivi matokeo mabaya, mnaleta Graham Potter tena anarudi. Kidogo hivi mnasema hapana, huyu hawezi tusaidia, wacha tuendee street nani. Hata sasa hiyo hata mfumo wa wachezaji wenyewe wanachanganyikiwa, hata sisi mashabiki tunachanganyikiwa. Kuna nini? Pochettino alikuwa ameanza kugain ile confidence na kupata kikosi chake first 11 Chelsea kikaribia msimu wa 2023-2024 msimu uliopita. Alikuwa ameanza kushinda mechi zake za mwisho. Lakini sijui ni nini ilitokea wakasema kwamba Pochettino aende. Nina imani kwamba ikiwa ni Pochettino alikuwa kwenye mechi ya chana na hizi signings zenye amefanya sasa hivi huyo mkufunzi na mzungumzia ni Enzo Maresca, Chelsea ingempa sana Manchester City mwanatabu. Kama msimu jana alikuwa anacheza na wachezaji akina Badishel kule nyuma na wanatoka sare ya kufungana 4, Manchester City ikumpiga Pochettino. Na hata Pochettino wakati alikuwa klabu ya Tottenham Hotspur, Pep Guardiola ilikuwa ni ngumu sana kumpiga. Maana tukiangalia Chelsea mali ilikuwa inatereza sana ni timu ndogo ndogo. Hiyo ndio tu Pochettino angeangalia aseme kwamba atashindana na timu ndogo ndogo vipi. Maana timu kubwa zile top 6, Arsenal angalau tulipata alama 1, sikatai ilitupiga mara ya pili. Liverpool tulipata alama, yani mkondo wa kwanza tulijaribu sana. Manchester United tulipata alama 3, yani tuliokota alama kwa hizo timu kubwa, lakini timu ndogo sikatulemea kidogo. So Chelsea iachane na mkufunzi. Sasa hivi tumepoteza mechi ya kwanza, ndio tumpe tu muda Enzo Maresca kama tunataka kuperform. Alright, asante sana mpenzi mtazamaji
Huyo ni kati ya wawekezaji wa timu ya Chelsea, Henry Gongera. Ikipigwa anakasirika sana, lakini ndio hali ya mchezo. Shabiki yote tu timu yake ikicheza vibaya, kuna vile ambavyo usikii vizuri. Taarifa kutoka Uganda, Mbale, inaarifiwa kwamba timu ya Amusa imepata penalty. Kisha na maana iwapo watafunga, Amusa watakuwa wanaongoza bao 1-0. Alafu kuna fununu zinasema ya kwamba kabla mechi hiyo ianze, Amus walisusia kuanza mechi wakisema timu ya Msingu imejumuisha wanafunzi fulani ambao hawafai kuwa pale. Sijui kama habari hizi hazijahakikishwa, mpenzi mtazamaji, ndio maana nazita fununu, but tutajua tu ukweli wa mambo. Lakini nitashangaa sana sababu Amus ni jamaa ni wa college. Kama Msingu ameweka 2 3 hivi, kuna ubaya gani? Tena kaeka vijana maybe wa umri wa miaka 20, yani 18 pale 17, kuna shida hapo kweli. Tukibaki bado kwa EPL, nilikuwa nazungumzia timu zile ambazo zimefanya improvement. Manchester United imefanya sajili safi. Yule kijana Joshua Zagazi, kumbali ni mchezaji ambaye ukimwangalia aliingia dakika 25 za mwisho na akafunga goli akaisaidia Manchester United. Maana yule Rasmus Hojlund, sasa kama kuna timu ambayo imefanya usajili ambao at least kwenye safu ya ushambuliaji itakuwa sawa, ni Manchester United. Maana Rasmus Hojlund akiwa mtepetefu na ama Marcus Rashford akiwa mtepetefu, basi kuna ile competition kwa timu. Lakini sasa Chelsea unamwamini sana Nicolas Jackson. Angalia kuna mchezaji kama Victor Osimhen au mtaki kumleta alete ile competition kwa mchezaji fulani. Na sasa ile attacking uko nayo ni kubwa, ni wachezaji wengi. Ujue anza na nani? Sitaji kuzungumzia Chelsea. Chelsea kuna shida zake mingi. Hata nikianza kuzungumzia kuanzia leo mpaka kesho hataisha. Upande wa Manchester United sasa ile competition itakuwa sawa. Lazima Hojlund akirudi kama ataonekana kujituma, basi kichana Joshua Zirkzee atakuwa, na kama Joshua Zirkzee ataonekana achitubi, basi lazima Hojlund ataanza. Na kuna kijana ambaye anacheza Marcus Rashford anacheza hiyo nambari tena. So Manchester United wako sawa. Chapo mechi yao haichaingia na wale wachezaji akina Masuli, niliona walikuwa na charipo hapa na pale. Ndio sasa wanajaribu kuingiana na mfumo wa mkufunzi. Chapo walikuwa naye kule Ajax, ndio sikatai akina Delight, lakini bado kuna wachezaji wengine mfumo uchaingiana. But nina imani kwamba Manchester United wakiendelea hivi itakuwa tu ni timu ambayo itapigiwa pato sana kuingia kwenye top 4. Alright. Asante sana mpenzi mtazamaji, hata kama table hii ni mechi moja tu imechezwa, wacha tu tuisome. Tafikisha. No, nitafikisha nambari 5 tu. Nambari ya kwanza ni ni Brighton. Nambari ya pili ni Arsenal, nambari ya 3 Liverpool, nambari 4 Man City, nambari ya 5 ni Aston Villa. Hao wengine tu wako tu. But ni mechi ya kwanza. Hii mechi ya kwanza hii bado ligi ni marathon. Kwa hivyo huenda ukawa yuko nambari ya 5 lakini utafanya vizuri, sababu najua kuna wale ambao wamejaa pale top 1 to 5 lakini watakuwa wanatoka, wengine wanaingia. Nataka tuangazie transfers, nani analetwa, nani ananunuliwa. Transfers za leo, tumalizie kwa transfers za leo mpenzi mtazamaji. Ivan Toney anatakikana na timu ya moja kutoka nchi ya Saudi Arabia, Al Ahly. Wakati Manchester United hawamtaki. Kocha wa Man City Pep Guardiola atajua hatima yake iwapo kama ataongeza mkataba wa kuendelea kubaki Etihad mwezi wa 12 hapo. Alafu Nottingham Forest, Villarreal, Sevilla, Valencia na Aston Villa zinataka mchezaji timu ya Nottingham Forest, timu ya Villarreal na timu ya Sevilla zinataka mchezaji wa Aston Villa, anajulikana kama Alex Moreno, mwenye umri wa miaka 31. Panathinaikos wanaendelea kumtafuta mchezaji wa Manchester United, Facundo Pellistri. Alafu Atletico Madrid imeonelea kumtafuta mchezaji wa Valencia, Javi Guerra, kama Chelsea itakatalia kumwachilia mchezaji Conor Gallagher. Liverpool watangoja hadi nusu msimu
ili kuendelea kumtafuta mchezaji Martin Zubimendi kutoka klabu ya Real Sociedad. Fulham nayo wanataka mchezaji wa katikati wa Manchester United McTominay Scott, raia wa Scotland. Napoli pia tunaarifiwa kwamba wanaendelea kumtafuta mchezaji Scott McTominay kupitia director wao Giovanni Mana. Alafu inaonekana hapa ya kwamba timu ya Crystal Palace inataka mchezaji wa France defender Maxence Locroix, wakati pia timu ya Crystal Palace inataka mchezaji wa katikati wa timu ya Chelsea anajulikana kama Carney Chukwemeke. Sijui kama kuna taarifa zote ama uvumi wowote ambao uko nao. Tetesi umezipitia saa siku ya leo, sote sitaji kuongeza ama kutoa. Lakini tu ni ile hatima Chelsea linamfuatilia sana kijana Joao Felix kutoka klabu ya Atletico Madrid, na Atletico Madrid bado wanasidi kusema kwamba wanamtaka Gunnar Gala wa klabu ya Chelsea, ambaye sasa hivi alikuwa kambini Atletico Madrid wiki mbili zilizopita ama wiki moja iliyopita kule Wanda Metropolitano. Akafanywa hadi uchunguzi wa kimatibabu, lakini baadaye akarudi Stamford Bridge. Sasa hivi kijana amelazimishwa tu kufanya mazoezi na wachezaji wasiozidi umri miaka 21 na zungumzia 21. Vile Romelu Lukaku na Trevor Chalobah wanastahili kuondoka klabu ya Chelsea. Ndizo angalau tu tetesi ningependa kuongezea kwenye transfer window. Alright. Asante sana mpenzi mtazamaji, tabidi tumekomea hapo. Upande wa Facebook anasema it is first game, I have no problem with anyone. Huyu ni William Maranga. 04 bag anasema Como bros. Abuga anasema tuned. Nafikia kufikia hivi sasa tutakuwa tunamalizia hapa. Tulikuarifu kwa kumalizia mechi ya leo ya mwisho ya EPL. Leicester City atakuwa anacheza na Tottenham Hotspur. Hiyo mechi unaitazama vipi? Ni mechi ambayo itakuwa ngumu sana, si mechi ambayo itakuwa rahisi sana, kwa maana Tottenham Hotspur Chabo amefanya usajili moja ambao nimefurahisha sana. Kijana Dominic Solanke kutoka Bournemouth ni kijana ambaye anajituma vizuri sana kwenye safu ya ushambuliaji. Sasa ukimweka Son Heung-min pembeni kushoto, alafu Dejan Kulusevski kumweka pembeni kulia, alafu yule Dominic Solanke na finishing power yake itakuwa nzuri sana. Pia Leicester City wako na vijana kama vile Steve Mavididi wako sawa. Chapo walipoteza mkufunzi, nina imani kwamba wao wanataka kuanza vizuri kwenye msimu baada ya kupandishwa daraja kutoka daraja la Championship ama Championship kule msimu uliopita. Nina imani kwamba leo timu zote mbili zitafungana, lakini mtakuwa na upato mkubwa na Tottenham Hotspur kumpiga mwana Leicester City mabao 3-1. Alright, asante sana. Mpenzi mtazamaji, tutamalizia hapo kwa siku ya leo. Kwanza kabisa nichukue fursa hii kuwapa pongezi sababu ya kuamua kufuatilia matangazo yetu ya upande wa michezo KCFM Digital, na vile vile kufuatilia vipindi vyetu kwa njia iliyo safi kabisa. Tunakushukuru na kukuenzi kama mpenzi mtazamaji. Hadi wakati wengine, najua katikati ya wiki tutakuwa tunakutana kuangazia ile mipira ya EPL ambayo itakuwa fixtures ambazo zitakuwa zinachezwa weekendi, na pia tutakuwa tunazungumzia mechi za shule vile zitakuwa zinaendelea kuchezwa na Conference League, watu ya Alhamisi tutakuwa tunaangazia vile ambavyo mechi itakuwa inachezwa playoffs. Kwa hivyo nakushukuru sana mpenzi mtazamaji kwa kubali kufuatilia matangazo haya ya spoti. Tutakuwa tunakujuza kila wakati yanapochibuka. Asante sana, hadi wakati mwingine tutaenda kukutana na kutakia kila laheri katika nyanja hizi mbalimbali ambazo tunaendelea kungana nazo za maisha. Asanteni.